Karibu sana mpenzi mtazamaji wa The Gold Voice. Hapa ni nyumba ya mahusiano, familia, malezi, na tuko hapa mubashara moja kwa moja kwa ajili ya mustakabali wa kuhakikisha kwamba jamii yetu inapata pumziko katika changamoto mbalimbali ambazo zinatokana na maisha ya ndoa, familia na mahusiano. Katika siku ya leo tunakwenda kugusa kundi moja adhimu sana ambalo pia hilo ndilo linaloweza kututengenezea jamii mpya ambayo inaapia kesho na kesho kutwa. Kundi hilo ni kundi ambalo linajiandaa kwa ajili ya kuingia kwenye maisha ya ndoa. Sasa hili kundi ni muhimu sana katika jamii yetu, na ndilo kundi ambalo linatutengenezea taifa ambalo halionekani katika macho ya nyama, lakini katika ulimwengu wa roho tayari lina future kutengeneza jamii kubwa zaidi. Katika siku ya leo tutakuwa na somo linalosema vitu vitano vya kujua kabla ya kuingia kwenye ndoa. Vitu vitano vya kujua kabla ya kuingia kwenye ndoa, au kabla ya kuoa au kuolewa pia. Moja ya vitu vya msingi ambavyo mtu anatakiwa vielewe kabla hajaolewa au kuoa, anatakiwa ajue kitu kimoja cha msingi. Kwanza ni kujitambua au utambuzi binafsi. Tunapozungumzia utambuzi binafsi, tunazungumzia huyu mtu ambaye anataka kuoa au kuolewa amejijua yeye ni nani. Lakini pia anapojijua yeye ni nani, tunazungumzia amesha tafakari kwa kina kwamba ana udhaifu gani, lakini pia yuko bora sehemu gani, lakini anadhani kwamba yeye kwa nini anapaswa kuingia kwenye ndoa. Sasa anapojitambua yeye mwenyewe binafsi, atamsaidia mwenzie kuweza kumjua akiwa katika hali ya uhalisia. Maana yake anapokuwa katika hali ya uhalisia, moja kwa moja itamsaidia yeye kuishi maisha ambayo ni halisia. Lakini pia unapojitambua, inakusaidia wewe kujua kwamba wewe unapaswa kufanya nini. Lakini pia kabla ya kupaswa kufanya nini, unatakiwa ujue kabisa kwamba unapokwenda kuwa mke wa mtu au mme wa mtu, unatakiwa uweze kukaa sasa na kuweza kuweka mazingira ambayo yanasadifu kwamba ni mtu ambaye unakwenda kujiandaa kuingia kwenye familia. Hiyo ni moja ya vitu ambavyo ya msingi katika kujitambua, lakini pia yako mengine mengi ambayo inapaswa kuapia katika utambuzi kulingana na wewe mwenyewe unavyokuwa ukijipanga kuingia katika ile ndoa yako. Lakini jambo lingine la msingi ambalo unatakiwa kulijua kabla ya kuweza kuingia kwenye ndoa ni kusudi la ndoa. Tunapozungumzia kusudi la ndoa, kuna mambo mawili. Unaingia kwenye ndoa kwa ajili ya pressure, kwamba watu fulani wamekuinfluence kwamba umebaki peke yako, au marafiki zako wote wameolewa au wameoa, sasa na wewe unaamua kuoa au kuolewa. Au una influence ya kihisia kwamba body desire inakuwa inakusumbua. Sasa unaona kabisa kwamba suluhu ya kukabiliana na hichi kitu ni afadhali kuoa sasa au kuolewa. Sasa hichi ni kitu kingine pia. Lakini pia kusudi lingine, au unaoa au kuolewa kwa sababu ya mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu unakuleni wewe moja kwa moja kwamba katika stage uliofikia unahitaji msaidizi, lakini msaidizi wako anapaswa kuja katika mlengo gani. Hii itakusaidia wewe uweze kudefine aina ya ndoa unayokwenda kuingia. Kwa hiyo ukielewa kusudi la kwa nini unaolewa au kwa nini unaoa, inakuwa inakusaidia wewe kuweza kutambua unaoa kwa sababu ya pressure, unaoa kwa sababu ya usumbufu wa hisia, unaoa kwa sababu ya influence ya marafiki, au unaoa kwa sababu tu ya mazingira ambayo unaishi, au unaoa kwa sababu ya mpango wa Mungu. Lakini vizuri sana ukaoa kwa sababu ya mpango wa Mungu, kwa sababu mpango wa Mungu utakuelekeza vitu vya msingi vya kufanya ili uweze kuwa na ndoa yenye furaha na amani. Lakini pia jambo lingine ambalo unatakiwa kulijua kabla ya kuingia kwenye ndoa ni mzigo wa kihisia au kiroho. Tunapozungumzia mzigo wa kihisia au kiroho, tunazungumzia majeraha kadhaa ambayo uliyapata katika mahusiano ambayo kabla haujaingia kwenye ndoa. Aidha ulikuwa na mahusiano na mtu akakujeruhi, roho yako ikaumia. Aidha ulikuwa na mtu ambaye mwisho wa siku akakufanyia tukio ambalo likakufanya wewe ukachukia kila kitu kwenye maisha. Sasa haya mambo kabla haujaingia kwenye ndoa ni vizuri kuyashughulikia. Unapoyashughulikia, yanakufanya wewe uweze kuingia kwenye ndoa ukiwa umepona majeraha ya zamani na kufungua ukurasa ambao utakuwa salama kabisa kwenye maisha yako. Lakini jambo lingine la msingi ambalo unatakiwa uweze kujiandaa nalo ni pamoja na maono ya pamoja.
mawasiliano ya maono. Sasa tunapozungumzia mawasiliano ya maono, tunazungumzia yule mtu unayeolewa naye au unayemwoa. Je, mawasiliano yenu ya kimaono yamekwenda pamoja? Umeshare naye maono yako ulionayo? Sasa unaposhare naye maono ulionayo, maana yake unakwenda kufahamu kabisa kwamba ndoa ninayekwenda kuingia ni ndoa ya aina gani. Tumelileti kwenye masuala ya kiroho, tumelileti kwenye masuala ya kiuchumi, tumelileti kwenye masuala ya ndoto ya kila mmoja, kwa sababu kuna mtu akioa hataki mke wake akasome, au kuna mtu akioa hataki mume wake, akiolewa hataki mume wake akasome. Sasa hizi ni moja ya vision ambazo mnatakiwa kuziweka vizuri. Ikiwa mtaendana hata katika maono yenu na mkayaweka vizuri, mnakwenda kutengeneza familia ambayo itakuwa ina amani, ina furaha na inakuwa inaishi maisha ambayo mmeyakusudia before kuingia mkataba. Jambo lingine la msingi ni maandalizi ya kiuchumi na kiroho pia na maisha halisi. Tunapozungumzia maandalizi ya kiuchumi na kiroho na maisha halisia, tunazungumzia mambo ya msingi ambayo yanafanya mahitaji ya ndoa yaweze kupatikana. Tunapozungumzia uchumi, maana yake tunazungumzia uwepo wa mahitaji ya msingi kwenye familia. Maana tutahitaji chakula, tutahitaji mavazi, tutahitaji malazi. Sasa hayo mambo yote ya msingi mnapaswa kuyaweka before kuweza kuingia kwenye ndoa. Kwa nini? Unapoyafanya hayo mambo, yanakutengenezea aina fulani ya familia ambayo mmeichagua. Mnapotengeneza mambo ya kiuchumi, mnaondoa ubinafsi, kwamba fedha yote inayopatikana kwenye familia ni ya familia. Lakini kama haya mambo ya kiuchumi yasipowekwa vizuri, hapa ndipo mambo yanapokuja kutokea kwamba fedha ni ya baba, fedha ni ya mama, fedha ni ya mtu fulani. Sasa kwenye ndoa, uchumi unapokuwa au zile system za kiuchumi zinapokuwa hazijawekwa sawa before kuingia kwenye ndoa, ina uwezo wa kuleta athari kubwa sana. Kesho na kesho kutwa mtu anasimama anajiona yeye kidume. Ni kwa sababu gani? Anamiliki vitu vingi sana ambavyo vinafanya uchumi wa familia uende mbele, mtu mwingine akakosa sauti katika hilo. Lakini maisha halisia maana yake ni vile vitu ambavyo mnapaswa kuvibainisha, kitu gani haupendi kukiishi na kitu gani haupendi kukiishi. Haya ni moja ya mambo ya msingi sana ambayo tukiyabainisha kwenye maisha yetu kabla hatujaoa au kuolewa au kabla ya kuoana, itatusaidia sana tuweze kutengeneza familia ambayo itakuwa yenye furaha, amani na upendo, na itakuwa familia ya kitalii zaidi katika jamii, kwa sababu jamii itavutiwa na maisha yenu ambayo mnakuwa mnaishi. Jambo la msingi ni moja tu: usikimbilie mapenzi badala ya kukimbilia maandalizi ya msingi ambayo yatakuandalia wewe kuwa na ndoa bora, kwani ndoa bora inaandaliwa na maandalizi bora. Je, kuna kitu ambacho kati ya hivi ambavyo tumeviona au kati ambavyo ya hivi tumejifunza katika siku ya leo kinakupa ukakasi, kinakupa ugumu kushindwa kutatua ili wewe kuweza kupiga hatua ya ndoa? Andika kwenye comment yako hapo. Hakika tutaweza kujifunza na sisi kupitia comment yako. Hii ni The Gold Voice na mimi ni Tiba Jacobo.